natoka kwenye kaunti ya Kakamega, kaunti ndogo ya Buseru. Kwa sasa najihusisha na kazi ya ufundi kule watazamaji wetu popote mliko, kama mnavyotazama ni mchana ulio mwema kwa matembezi madogo madogo hapa. Leo tumetakuwa namtembelea mgeni wetu ambaye atakuwa anatukaribisha kwa harusi tarehe 20 ambao ni mwezi huu. Hivi tutakuwa tunaungana na yeye muda si mrefu, atakuwa anatujulisha kwa majina, anaitwa nani na ni wapi pia anatoka, na pia ana makusudio ipi maishani, na pia tusikie vile ambavyo anaji. Salama pia nashukuru. Hivi sijakujua kwa majina bado. Naam, kwa majina naitwa Bwana Patrick Anzaya. Watazamaji wetu amesema kuwa anaitwa Bwana Patrick Anzaya. Nami nilikuwa nishakujulisha naitwa Alvin Watanga. Bwana Patrick Anzaya, hivi tungependa tu tujue unatoka wapi, unajuisha na nini, na mambo madogo madogo tu maybe ambao unaweza ongezea kwa haya. Asante. Namna mliosikia, naitwa Bwana Patrick Anzaya. Mimi ni Mkenya halisi, natoka kwenye kaunti ya Kakamega, kaunti ndogo ya Buseru. Kwa sasa najihusisha na kazi ya ufundi kule Kaimosi National Polytechnic under the Department of Hospitality. Amesema anajihusisha na mapishi, si ndio? Naam. Kabisa. Achana na mapishi. Anajua, anashangaa kwa mapishi pia iko tu sawa. Unajua kwa internet sasa hivi ukipata mpishi ambaye ni mwanaume pia kwa ni shida. Lakini amesema kwa anajihusisha na hospitality ambayo ni kosi nzuri sana ambayo anafanya Kaimosi. Hiyo ni vyema. Bwana Patrick Anzaya, tunapoendelea, muda si mrefu tuliona kuwa utakuwa unafanya harusi ambayo ni tarehe 20. Ni wengi walikuwa wanataka kusikia kutoka kwako, kutoka mdomo wako, wasikie at least waone huyu Anzaya ana ujasiri upi ama anaongea vipi. Tuone ni kama ile siku inafika, ni kama atajificha ama atajitokeza mzima mzima. Na hivi unaweza wajulisha tu kulingana na tarehe 20? Naam, namna unavyosema nina ujasiri kabisa, sababu ni safari niliyoanza mwenyewe, kwa hivyo lazima niimalize, na nina uhakika kwamba itakuja kuisha na itaisha kwa usalama sana. Manake sina uoga na niko salama sana na siwezi jificha, sababu nina kiumbe ambacho Mungu amekitengeneza kwa sababu yao. Kabisa. Asante. Mtazamaji wetu, sikwende mbali maana tunazidi kusogea ndani kwa ndani. Bwana Patrick Anzaya, hivi ni hatua gani muhimu zaidi ambazo umechukua katika safari yako hii ya harusi? Kwanzia mlipoanza, maybe mlipojuana ile wakati hadi kufikia sasa, ni hatua gani maybe umechukua hadi kufikia harusi ambayo inakuja? Kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji ama mtazamaji, hatua zimefanyika mingi sana. Mwanzo tulianza na urafiki, tumekuwa kwenye urafiki kwa muda wa miaka miwili, tukafika mahali tukaanza kupanga mambo na harusi. Tumemaliza mwaka mmoja, kwa hivyo tumekuja kwa miaka mitatu. Ndio sasa mwaka wa 4 ndio tukaamua kwamba wacha tupige hatua ya kufanya ndoa, na hii ndoa tukaifanya iwe ndoa halali machoni kwa wananchi, na hata pia kiserikali wajua kwamba tunapata kufanya ndoa. Kabisa, hiyo ni njia salama sana. Wanasema kuwa religious marriage. Hiyo ni salama sana. Kama mnamwona aliye mwenye tabasamu sana, inaashiria ni mingi sana kwa mambo yamekuwa ni salama katika safari yao hadi kufikia leo, maana tabasamu haiwezi jificha tena. Bwana Patrick Anzaya, nina swali lingine ambalo linasema, ni jambo gani kuhusu mchumba wako ambalo likufanya uaminie kuwa ni yeye? Ni nini likufanya ukasema ni huyu? Ni kitu ambacho kilifanya hivi? Sina vile naweza elezea vizuri, lakini nadhani kila mwanaume ana jambo muhimu sana ambalo linamfanya apate mtu na mfuate. So yeye kwangu alikuwa mtu muhimu sana, sababu nilimwona ni msichana ambaye ana heshima,
ni msichana kuvumilia kama hizo, alafu ni mtu ambaye yeye pia alimtafuta mtu ambaye ni mvumilivu, mtu ambaye anaweza kumsikiza na kuweza kutatua matatizo yake wakati anatokea. Yeah. Hiyo ni vyema sana kama mliosikia, mtu mwenye heshima, as in that moral wanasema kwa moral value. Yeah, that moral value alizamia pale, na mambo mengine madogo madogo ambayo pia wewe kama mwanaume au mwanadada popote ambako uliko pia unazidi kutazama ili kumchagua mchumba wako. Hivi bwana Anzaya, umekuwa ukijiandaa vipi kuhusiana maybe kiroho, umekuwa ukijiandaa vipi kwa ajili ya harusi ambayo inakuja? Kwa uchache tu. Katika jinsi ya kisia ni nzuri, ni neno nzuri. Tulianzisha tukiwa na furaha na tunashukuru Mungu aliwa katikati yake, na tulifikiria kwamba itatupa ile umoja katikati yetu, sababu niliona kuwa kufanya harusi ni mojawapo ya heshima kwa huyu msichana, sababu ni mtu mwenye heshima, amepata kuokoka, anamwamini sana Mungu. Niliona pia si vizuri kumkosea Mungu, kumfanyia ile ambayo haistahili. So kwangu ama kwetu tuna furaha sana kama hisia kuoana kwa njia ya harusi, ambapo kwa si rahisi na pia si ngumu, ukiamua inakuwa nzuri pia. Yeah. Very nice. Amesema kuwa amejiandaa kiroho kisawa sawa, maana roho ashasema nenda sasa, he is ready to go. Hiyo ni salama sana bwana Anzaya. Unajua katika safari yao maisha ya siku hizi, njia ambazo utapita mingi zina matuta. Hivi unaweza kuwa maybe ulipitia changamoto maybe kwenye safari yenu ya mahusiano, maybe unaweza kutueleza maybe kulikuwa na changamoto pia sisi tunapopitia hapa, je, tunaweza rekebisha tusipige pale tukaanguka na kumbe ulikuwa na majibu? Naam, kuna matuta mingi, au kwa lugha ya mtazamaji kuelewa, kuna hali ngumu ama kuna matatizo mengi sana na maybe mtu anaweza pitia wakati wa kufanya mahusiano. Tulianza uhusiano kama bado tuko shuleni, tukafanya mahusiano tukiwa shuleni, ingawaje kulikuwa na vitu mingi nafaa usome, wakati mwingine pia nafaa muangalie, lakini nashukuru Mungu ni mtu ambaye hakukuwa na ile hisia kwamba yafaa tukue kwenye mapenzi. Alikuwa na hisia kwamba yafaa tumalize kusoma, tujenge maisha kwanza ndio tuamue kuoana. So kumekuwa na vitu mingi sana ambavyo vimetufanya kwa wakati mwingine kuona ugumu sana, lakini nashukuru Mungu hatujatusiana, hatujapigana kwenye mahusiano, na hadi wakati wa sasa hakuna yule hata anajua mwingine jina. Kwa hivyo tunaheshimiana. Wakati mwingine unapata kuna ile financial support, unapata mimi niko shuleni, yeye yuko shuleni, so hakuna vile unaweza support mwingine, lakini wazazi waliweza kutusupport na kutuwezesha kufika mahali penye tumefika. Na pia kwa njia ya Kikristo pia tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa na sisi, manake mambo mengi tumekuwa tukitatua kikanisa, kinjia ya holistic, yani ile ya solve your problems in a good manner, in a religious way. So we really want to thank God, unless kama kuna hii mambo tu ya harusi ambayo mengi yanatokea, ni kawaida pia, but tunashukuru. Asante sana bwana Anzaya, anasema kuwa mambo yamekuwa shwari kabisa kufikia hadi sasa ambapo wanaelekea ile siku ya amani ya kuunganishwa ama kuletwa pamoja, sivyo? Na hiyo ni shukrani kwa Mola, maana huwa haiwi rahisi, sivyo? Kabisa. Bwana Patrick, maybe tukiendelea kumalizia maswali yetu, maybe unatarajia nini kwa wakati ambapo harusi inakuja na ile siku mtaunganishwa? Maybe una matarajio yapi baada ya ile siku? Baada ya harusi matarajio yetu ni kwamba tuzidi kupendana, tuzidi kuwa mfano kwa jamii pia. Unajua hii harusi yetu si harusi tu kwa sababu kuna harusi. Sisi harusi yetu ni ile like tunasema lengo letu kuu ya kwamba kuna matumaini ndani ya ndoa. Unajua wengi wamepatana na matatizo sana, wengine hata wamesema hawataki kuoleka, wengine hawataki kuoa, lakini sisi tunasema kwamba kuna matumaini ndani ya ndoa. Mnapopatana watu wawili ambao hisia zenu ziko pamoja, mnaweza fanya kazi pamoja, tunaamini ya kwamba sisi matarajio yetu ni kukaa pamoja na kuleta amani kwa wengine ambao hawajatarajia ama kufika penye sisi tumefika. Na mlango wetu kwa wazi kwa yeyote yule anataka maybe advice kwa ajili ya mahusiano ama ndoa, sisi tutafungua mlango na tutaweza kufikishana pamoja. Karibu sana. Amesema kuwa wewe ambaye yuko pale ama pia safari yako inaelekea hapa
kwenda kwa harusi ama uko kwa mahusiano pia na ungependa wosia, unaweza kuwatafuta kokote ambako utakuwa unayowahitaji na pia watakusaidia kwa ajili ya mahusiano, sivyo? Nami pia natumai pia siku moja pia nakufikia nione utaniambia aje, si ndio? Hii itakuwa ni salama sana. Naam, Bwana Anzaya, hivi tulikuwa tunaelekea tamati yetu ya mahojiano yetu, na hivi si vyema kufunga kama, maana tunajua kuna harusi tarehe 20 na hivi hujatupa mwaliko kama watazamaji wako na wasikilizaji wako. So unatualika wapi? Kuna nini? Maybe umetuandalia nini siku ile ya tarehe 20? Asante sana. Mwanzo kabisa ni washukuru kwa kukuja kunitazama ama kukuja kunitembelea kwa ajili ya media. Pili, ningependa sana kuwakaribisha nyinyi wote. Mara ya kwanza niwakaribisha nyinyi wenye mmekuja sasa hivi. Kuna kadi hapa, so mkitoka nitawapa hii kadi. Alafu pia wale wanaonitazama pia ama wale ambao wanapatikana kwa platform yoyote ile, ninawakaribisha sana kwa harusi yetu ambayo iko tarehe 20. Inaanza saa 4 kamili asubuhi. Harusi iko Kakamega. Kakamega uko Western ya Kenya. Ukifika pale Kakamega town ama ufike Kisumu ama ufike hapa tuseme Chavakali, unachukua ile barabara ya kuingia St. Kisa. Kutoka pale utaingia Moram Road hapo Munjiti Junction. Kisha unachukua hiyo barabara unaingia kabisa, unafika mahali panaitwa Muhila High School. Fika Muhila High School utaingia on your left, alafu ingia mahali panaitwa Elukanchi Primary. Au kama uko Kakamega town unaweza ingia pale Sigalagala, uchukue hiyo barabara kuingia kule Msoli. Ukifika Msoli, chukua Msoli Girls ikufikishe pale Muhila High School, kisha upitie hiyo barabara hadi kufika Elukanchi Primary kufika kwenye Zimeni. Kwa hivyo mimi nawakaribisha nyinyi wote ambao mnanisikiza ama mnanitazama. Njoo tukule pilau, pia kuna keki, mimi mwenyewe mpishi wa keki, kwa hivyo keki iko ya kutosha na nawakaribisha nyinyi wote. Hiyo siwezi dhubutu kukosa hiyo. Amesema kuwa siku ya tarehe 20 barabara zote zinaelekea Elukanchi Primary. Usipotee mtazamaji wetu, msikilizaji wetu kokote uliko. Ama Huisero. Ukifika Huisero basi ushafika. Sawa? Asante sana Bwana Anzaya. Mtazamaji wetu ashakupata. Hiyo pilau sidhani kama tutakosa. Maana kama mimi nipo basi niko na 5. Na kama mwenzangu yupo basi ako na 5 pia. Haya basi ile siku natumai itakuwa yenye furaha na tutafanikisha siku, sivyo? Haya, asante sana kwa muda wako. Nashukuru, asante. Asante.